Tunaishi katika karne ambayo watu wengi hawaombi sawasawa na mapenzi ya Mungu, na jambo la ajabu, hata wachungaji wao wanawashinikiza kule kwenye nyumba za ibada kuomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Unapata siku za leo kuna maombi ya kuua waovu, kuna maombi ya kukata vichwa wachawi, kuna maombi ya kuhamisha waovu katika mitaa yao. Hapana, Mungu hakumtuma mtu awaye yote ili aweze kuwahukumu waovu, bali kazi ambayo Yesu alifanya ni moja tu, ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa maana wa Mungu, nikupe wito maalum kabisa kwamba jifunze kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, ukijua kwamba nawe pia hapo zamani ulikuwa muovu ukapata neema ya kumjua Mungu. Sasa isiwe sababu ya wewe leo hii kuombea wenzako wabaya. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu ambaye ni mbaya hapa chini ya jua. Hata mlevi akiokoka anakuwa mtu mwema, shoga akiokoka anakuwa mtu mwema, mchawi akiokoka, awe ni mganga, awe ni mzinzi, awe ni muuaji au mtu asiyofaa kunako jamii fulani, huyu mtu akiokoka anakuwa ni mtu ambaye ni mwema kabisa. Sasa kuliko wewe ukiachi na kuomba kuwaombea waovu ili Mungu awaangamize, ambayo Mungu alimtuma Yesu Kristo ili kuwaokoa kwa gharama kubwa, ni aheri uwaambie Mungu, wakumbuke waovu kama walivyonikumbuka mimi. Nakumbuka hata mimi kabla sijapata neema ya kumjua Mungu, nilikuwa mzinzi mzuri sana. Nilitembea na mabinti wengi, nikatembea hata paka na wadada poa kwenye madanguro, na sikuishia hapo, nikatembea paka na wake za watu, na hata wengine ndoa zikavunjika. Hivi kwa akili yako, ingetokea mtu mmoja akaombea wazinzi wafe nami nikafa, leo hii nani angekupa ujumbe huu? Lakini naamini kuna mtu mmoja ambaye alimlilia Mungu, akaambia Mungu akumbuke wazinzi, naye Mungu akanikumbuka na mimi, ndio maana leo niko hapa nilipo. Sasa jifunze kuombea hata maadui zako mema, kwa sababu Yesu alisema waombee maadui zenu mema, usilipe baya kwa baya, bali lipa jema kwa baya.